Kazi ya kwanza ya daktari anapoingia mgonjwa clinic au ofisini ni kuestablish kitu tunakiita the chief complaint. Chief complaint ni ile sababu ya kwanza mgonjwa atakayosema ilomleta clinic. Daktari, mimi nina homa, mimi nina kohoa, mimi nina mafua, mimi tumbo lauma, mimi naarisha, mimi nina shida ya period zangu zinasumbua hivi na vile. Daktari, mimi nimevimba miguu, moyo na nasikia kama kifua kinabana sana, moyo unauma. Mimi nywele zinadondoka. Kwa kila mtu ana chief complaint. Ile dalili ya kwanza iliyomfikisha clinic. Kwa anapoingia mtu, the first thing daktari anatafuta chief complaint. Hata kama wewe haujaieleza obviously, ukiingia tu mkianza kuzungumza na daktari, lazima daktari yeye kichwa chake ajibu, huyu kwa nini amekuja hapa leo? Why is this person in the clinic today? The first thing ni ku identify the complaint. Hiyo siku amelalamika nini, anacholalamikia. Kwa uta act around that chief complaint na ujizana mpaka ufikie diagnosis na kuweza kumfanyia management. Sasa juzi mshikaji wangu amekuja clinic. Ni rafiki yangu kabisa, a very good friend. Kanizidi sana umri lakini ni mtu ambaye I consider him a friend. Akaja akakaa. He's like 47. Sasa mwanangu jamaa, we talk all the time. Tulikuwa tuna chat like 15 minutes ago, umekuja clinic, what are you doing here? Akaniambia, "Sema mambo vipi safi? Nimekuja bana leo nataka tuongee." Niambia, "Not now, not here." Niambia, "Nimesajili pale, mimi ni mgonjwa." Nikamwambia, "Shida ni nini?" So I'm trying to establish the chief complaint. Najaribu kutafuta what is the chief complaint of jamaa. Akajieleza pale, lakini maelezo yake yote alikuwa hayaelekei kokote. Baadaye akaniambia, "Unajua bana, nataka nikuuzie kile kiwanja changu pale." "Kiwanja kipi?" "Kile cha pale Tabata." "Nataka nikuuzie kile kiwanja." Nikamwambia, "Kwa nini unataka kuuza kiwanja?" Akaniambia, "Nataka nihamie Morogoro." "Morogoro sehemu gani?" "Sehemu fulani." "Kwa nini tu usiende kule ukanunua kiwanja kule, ukafanya hicho unataka kufanya na kiwanja hicho cha huko kikabaki? Na kwa sababu pia umejenga pale." Anambia, "Mimi nataka tu nihamie Morogoro." Katika kuzungumza tukazungumza, nikaja nika-identify that my friend is going through a midlife crisis. Sasa midlife crisis kila mtu atapitia. It's a very important part of everybody's life. Na kila mtu at a certain point utapitia kipindi cha majuto. Sawa? Midlife crisis ni kama vile ka transition plan, ka emotional and psychological transition ambao kila mtu atapitia. Kinaanza at 40. Sasa of course inaweza kaanza mapema au ikachelewa, lakini kati ya miaka 40 sometimes mpaka 60 mtu mwingine anaweza kana delayed onset, mwingine akawa early onset. Mtu anakuwa anapitia psychological and emotional regrets. Anaanza kujuta kila kitu. Anajuta kwa nini nimemuoa mwanamke? Kwa nini nimeolewa na ujamaa? Kwa nini na watoto wawili? Kwa nini sijafanya? Anafanya internal reflection but in a very negative manner. Unaanza kujuta kwa nini nimenunua kiwanja hapa Tabata? Chakazi, kwa nini siende kuishi zangu mimi? Nisiende zangu sijui nirudi Moshi. Yaani unaanza kuuliza maswali ambayo kwa kweli inakuwa mtihani sana. Unaanza kugundua kwamba life iko limited, it is finite, sijui na nini, na decisions unazofanya zote za kwa nini nimesoma medicine, ningesoma sijui engineering. Unaanza kuingia kwenye majuto. Sawa? Unaanza kuingia kwenye mazingira ambayo huwezi wewe ukayafix. You can't fix those issues. Na triggers ziko nyingi. Mara nyingi inakuwa ni umri umeenda, alafu unaona hujaachieve goals zako. Especially kwa wanaume. Unakuta mwanaume anajiona kama vile hajajenga sijui, hana gari sijui, hajafanya masters, sijui hajafanya nini, hana watoto, anaanza kujuta. Au kashafikia umri ambao watoto sasa wanaondoka, nyumba inabaki tupu. Ushakuwa umejenga nyumba kubwa ili uweze kuishi na watoto wako, kesho kutwa watoto wameanza kuondoka. Unajikuta umebaki peke yako kwenye ile nyumba, wewe na mume wako au vitu kama hivyo. Au umeanza kujiona unapata ile physical decline, ule uwezo wako na nguvu zako hazipo kama zamani. Mpaka unaona unatafuta kwa wanaume anatafuta kabinti kadogo aone ni mimi au kuna shida gani. Kwa hiyo anaanza kupitia mtu mabadiliko ambayo inakuwa ngumu kuyakubali. Kwa anapofanya ile self reflection badala ya ifanya with purpose, anaifanya with regret. Anaanza kujutia maamuzi ambayo kayafanya. Anatokea ndio anafanya very drastic moves. Unamwona mtu anaanza kubadilika, mood zake zinakuwa tofauti, anakuwa na loss of function kazini, loss of function nyumbani, hawezi tena kulelea familia yake japokuwa na uwezo. Ndio ile mtu anakuja na divorce in his 56, 60, anataka avunje ndoa, aenda kaoe mke mwingine, anaanza maisha upya, mwingine anaanza kutumia pombe. Hichi kipindi cha midlife crisis kitamtokea kila mtu. Na the best thing you can do is prepare for it. Hakuna mtu ambaye anaweza kukimbia. Wakati una set all your goals, make your goals very realistic.
Wakati unafanya hizi reflections, hata kama zinakuja, they have to be with purpose. Na lazima decisions uanze kuzifanya vizuri ambazo ni sahihi ili upunguze majuto ya baadaye. Tunaita regret minimization framework. Ukiwa unataka kufanya kitu, kaa chini jiulize, hichi ninachokifanya leo, if I was to die tomorrow, would I still make this same decision? Nataka ninunue hiki kiwanja saa hizi hapa, would I still do it? Sina nyumba nyingine huko. Ni kitu gani ambacho naweza nikafanya leo kesho nisijute? Regret minimization framework. Lazima uelewe kwamba mental health problems are real. Machangamoto za magonjwa ya akili zipo, na kama uamini zinakuja. They will always come. Utahitaji counsel, utahitaji psychotherapist, utahitaji kubuild very meaningful relationships za marafiki, relationships za kijamii, pale wana watu walio kuzunguka pale, na lazima una realistic goals ambazo ni achievable. Mtu mwingine anakuwa na goals ambazo hawezi kuzifikia. Sasa changamoto kubwa ni kwamba wakati mwingine unaweza kupitia hii hali bila wewe kugundua kama unaipitia. Mfano kama mshikaji wangu, alikuwa hata hajui kama anapitia midlife crisis. I had to shut him down. Na tukaiaddress hiyo kitu. Sasa hivi yuko zake Tabata pale. Sasa hivi angekuwa zake Morogoro with poor decisions ambazo angejuta zaidi. Alikuwa tu anahitaji kuswitch baadhi ya vitu, maintain familia yake vizuri na mwingine aende vizuri. Kwa hiyo nitaka tu ni bring attention kwamba kuna kitu midlife crisis, na wakati madaktari tunakaa na kuwasikiliza wagonjwa, embu pamoja na symptoms ambazo tunazitafuta za ku identify the chief complaints, embu tujitahidi pia ku identify kama huyo mtu anapitia some sort of a midlife crisis. Sawa jamani? Kwa sababu it is a real phenomenon.